Kwa majina naitwa Isaac Mungai aka Kijana Msafi, chairman wa New Gema Young Leaders Movement. Na nimekuja hapa kwa sababu yale mambo ambayo naona yakiendelea, na mimi nimekasirika sana kama kiongozi wa Gema kwa sababu vile ambavyo serikali ya William Ruto inasumbua na kunyanyasa na kutesa mbunge wa Juja, the Honorable George Dongo Koimburi. Na mimi nashangaa sana kwa sababu ile matamshi ambayo aliongea siku ya Jumapili, alisema ya kwamba serikali ilitumia bilioni zaidi ya 13 kuhakikisha kwamba wamefanya kampeni ya AU ya Raila Amolo Odinga. Na hii nchi yetu ni nchi ambayo iko na demokrasia. George Koimburi amechaguliwa na wakaaji ama wananchi wa Juja kuwakilisha bungeni. Kazi ya kwanza ambayo amepatiwa na wananchi kisheria ni kuhakikisha kwamba ana oversight the national the executive branch of government, ana oversight rais mwenyewe ambaye amekalia kiti wa leo. Na kwa hivyo hiyo mambo ambayo wanauliza kama serikali iko na shida na George Koimburi akisema ya kwamba walitumia bilioni 13 kufanya kampeni ya AU, ile kitu ambao wanatakikana kufanya ni basi watokee kwa wananchi wawaambie hapana, inasemekana tulitumia hii bilioni kufanya kampeni ya AU, lakini sisi kama serikali ile pesa tulitoa treasury tukatumia kufanya kampeni ni bilioni 1 ama ni bilioni 2. You're supposed to clarify. Otherwise, kama hamtakuja kwa kamera kuongelesha wananchi muambie ile pesa mlitumia, basi ina maana ya kwamba ile Koimburi anasema ni ukweli. Kwa sababu ni kazi yake tumempatia kama wananchi wa Juja kuhakikisha ya kwamba yeye ndiye anatetea na anawakilisha wananchi wa Juja. Na kwa hivyo sababu hiyo pesa ambayo ilitumika ni pesa wananchi, hakuna makosa na hana hatia, hakuna makosa yote amefanya kuuliza hiyo swali. Mimi naona Kimani Ichung'wah akirukaruka kule bungeni akisema ya kwamba Koimburi anafaa teswe, ati Koimburi anafaa chukuliwa hatua kali kwa sababu ya yale matamshi. Mimi nataka niambie Kimani Ichung'wah, wacha ujinga, wacha kiburi, wacha kulewa na mamlaka. Hii mambo ya power imefanya umekuwa kama mlevi, hata haufikirii. Kama anafanya makosa ama kama Koimburi alidanganya, basi kujeni muongee ukweli, mseme hapana, hii pesa yenye ilitumika ni hii. Ile kitu mnafaa kufanya ni kurekebisha ile statement ama yale matamshi ambayo walitoa kwa njia ya facts, kwa njia ya ukweli. Lakini si kuchukua mbunge hapa mnaenda kufungia pale kama wakora wale wengine na hakuna hatia amefanya. Kitu kingine mimi nashtuka sana, ati anapelekwa kotini baadaye ile kesi iko ati ameface makaratasi mwaka wa 1994. Mimi nataka kuuliza wa Kenya, Koimburi wa Juja hajaanza kusimama kiti leo hii. Alianza kusimama kiti mwaka wa 2013. Kwa hivyo kama kuna makaratasi ya masomo alipeleka kwa EACC, alianza kupeleka 12 years ago ama 13 years ago, 2013, 2012. Na kama hiyo makaratasi alipeleka kwa EACC ni makaratasi fake, mbona hiyo miaka yote 10 EACC haijai mshtaki? Mbona hiyo miaka yote mmechukua na hakuna malalamishi? 2021 hapa tulikuwa na election Juja, bado basi pia akachaguliwa kama mbunge, alipeleka makaratasi kwa EACC, alipeleka makaratasi kwa ABC. Mbona hiyo siku pia hamkusema amepeleka makaratasi fake? Kwanza niambie William Ruto, Koimburi alikuwa amesimama na chama yako ya UDA. Chama chako cha UDA ndio nyinyi ndio mlipeleka makaratasi yake kama mwakilishi wenu kule Juja constituency. Kama alikuwa anawapatia makaratasi fake, mbona hakushikwa hiyo siku? Mbona hamkustaki hiyo siku? Kwa hivyo mimi niambie wa Kenya, hii vita mnaona mbunge wa Juja akipigwa, hapa hakuna mambo ya makaratasi fake. Anapigwa vita kwa sababu amekuwa akituanisha na akiongea yale maneno ambayo tunapangiwa kule bungeni. Mkumbuke vizuri ya kwamba siku wabunge wamepitisha sheria bovu hapa ya finance bill, yeye ndiye alifichua siri akatuambia kwamba walilipwa milioni 2 kupitisha hiyo sheria mbovu. Kwa hivyo mbunge wa Juja anasurutishwa, anateswa kwa sababu amekuwa akiongea ukweli na kuambia wa Kenya ile maneno chafu tunapangiwa hapa Nairobi na wabunge na serikali ya William Ruto. Hiyo tu ndio ile vita anapigwa. Hakuna vita nyingine anapigwa. Na mimi nataka niambie Kimani Ichung'wah, kujaribu kunyamazisha Koimburi wa Juja ndivyo aache kuambia wa Kenya ukweli. Ni wananchi wa Juja wale ambao waliomchagua mnanyamazisha. Kutesa Koimburi ni wananchi wa Juja mnatesa.
Kwa sababu wananchi wa Juja wanalipa Koimburi milioni 1 kama mshahara kila mwisho wa mwezi, ndio akuwe sauti yao, ndio akuwe akiongea kwa niaba yao. Kwa hivyo kunyanyasa huyu jamaa na kujaribu kumshika na kumsurutisha, ni wananchi wa Juja mnakosea heshima, ni wananchi wa Juja mnajaribu kuzima sauti yao. Na sisi kama watu wa Juja hatutakubali hiyo maneno. Sisi kama wakaaji wa Juja hatutakubali hiyo maneno. Nataka kuambia Kimani Ichung'wah, kama umeshindwa kuwakilisha watu wako wa Kikuyu, funga hiyo mdomo yako. Funga hiyo mdomo yako. Wachana na Koimburi wa Juja. Sisi ndio tulimchagua. Sisi ndio wanawakilisha. Anaongea kwa niaba yetu. Haongei kwa niaba yako na watoto wako. Haongei kwa niaba ya familia yako. Anaongea kwa niaba ya watu wa Juja, wale ambao walimchagua, wale ambao wanamlipa na ushuru yake. Kama uko na shida na yeye akiongea, kuja hapa Juja tuambie hivyo. Wacha kuongea kule Nairobi ukikunywa chai na mandazi. Kama uko na shida na Koimburi, kuja hapa Juja Kimani Ichung'wah utuambie hivyo. Lakini lazima uheshimu mbunge wetu. Alichaguliwa na watu wa Juja constituency, lazima uheshimu yeye. Hakuna tofauti yake na wewe. Vile ulichaguliwa Kikuyu, ndivyo amechaguliwa hapa Juja. Usiokuja kuona kama wewe ndio uko na mdomo peke yake ya kuongea huku. Kama wewe ndio tu unaweza kuwa unaongea propaganda. Kama wewe ndio unaweza kuwa tu unainua mdomo unaongea venye unataka. Sisi hatukuogopi kama watu wa Juja. Kama hautaheshimu mbunge wetu, kama hautaheshimu uamuzi wetu kama watu wa Juja, kama hautaheshimu mwakilishi wetu kama watu wa Juja, sisi ndio tutakukujia. Na hata hatutakukujia hapo bunge, tutakukujia huko parliament. Tutakukujia huko bungeni utuambie nini shida uko naye na mbunge wetu wakati anaongea. Kwa sababu sisi ndio tumepatia kazi ya kutuwakilisha. Na niambie Koimburi, usiuzie uoga. Watu wa Juja tuko nyuma yako. Mtu asijaribu kukuzia uoga. Vile ambavyo umekuwa ukifichua siri zote, vile ambavyo umekuwa ukiambia Wakenya vile ambavyo tunapangiwa kule bungeni na hawa wakora, usikome kutuambia. Usiuziwe uoga. Siku zao zitafika mwisho. Chuma chao kimotoni. Hii maringo na kivua kubwa wako nayo wakiongezwa na Ichung'wah, siku zao zinakaribia kuisha. Na tutawapeleka nyumbani wote. Hao wakora wote tutawafagia nyumbani. Na niambie William Ruto bana, kama mnashika Koimburi juu wako na makatasi sijui mnasema fake. Si hata Sudi hakuenda shule. Si hata kuna huyu mtu anaitwa Joho. Si hata kuna watu wengi hapa ulitaja ukiwa KICC. Siku kulikuwa na conference hapa ukasema ya kwamba wote wako na makatasi fake watashikwa watakamatwa. Mbona haujashika hao? Kama ni si kwanza utangulie na kushika hao wakora wako kama Madede Masbaraza wenye wako na kesi ya mauaji. Kabla ufikie Juja, mbunge wetu mwenye kazi yake tu ni kuongea ukweli. Sikuwaza uwaza na kushika Kamketo wale wezi ambao wanaibia watu ng'ombe kule Rift Valley. Hii mambo mnajaribu kutuonyesha hii. Hii mambo mnafanya ndivyo serikali ile ambayo ilikuwa inafanya tu. Na mwishowe mliona vile Wakenya walipangia hawa watu. Hata nyinyi tutawapangia. Mkiendelea tu namna hiyo, hata nyinyi tutawapangia. Kitu kingine bwana William Ruto. Ni sawa, nimeona umetoa kina Dende Njoro kwa viti za kamati za kule bungeni. Wajiko wa Muhea, kina Senator Medho, kina Senator Karungo, nimeona umewatoa kwa viti. Kina James Gakuya ni sawa, nimeona umewatoa kwa viti. Kwa sababu ile makosa kubwa wamefanya, walikataa kupiga kura ya yes kuimpeach Rigathi Gachagua. Ndio maana umewachukulia hatua kali na ukawatoa kwa viti. Mimi nataka nikuambie, chukua hizo viti, patia ODM, wapatie wote. Patia wote wenye walikuwa na kunyanyasa, patia wote wenye hawakuwa na kutakia mazuri, patia wote wenye hawakupigia kura. Wapatie, ndivyo uone kama watakuembrace. Wapatie, ndivyo uone kama watakuuza huku kwa wananchi. Lakini hata unyang'anye vitu upatie kina nani? Safari ya kukupeleka Sugoi kama Wakenya wa Jamhuri haitakoma. Ile mipango tuko naye. Si unasemanga uko na mpango dhabiti. Si unasemanga umetanga na umejipanga. Hata sisi tuko na mpango maalum. Hata sisi tuko na mpango maalum. Na ile mpango maalum tuko nao bwana William Ruto ni ya kuhakikisha kwamba tumesafisha barabara ya kukupeleka Sugoi 2027 kupitia debe with no apology. Kwa sababu hii mambo umeanza kufanya hapa. Sisi hii vituko na sarakasi unaendesha kwa hii serikali yako. Sisi huko umetuambia utafanya hii maneno. Tunashangaa sana. Hizi ni vitu ambazo sisi huko umetuambia utafanya. Ile mambo ulikuwa umetuahidi kama Wakenya, umekuja ukapangua, umekuja ikaweka kando, ukaanza kutekeleza mambo mengine sisi huko umetuambia. Na niambia Wakenya leo hii. Hii story mmekuwa mkiita Rigathi Gachagua mnamuita ni mkabila. Kila siku. Kama kuna mtu ambaye ni mkabila nchi hii, kama kuna mtu ambaye ni mkabila nchi hii, nataka niambie Wakenya leo hii ni bwana William Ruto. Hii propaganda mnajaribu kusukuma hapa
ndio mlete vita kati ya Wakikuyu na kati ya Wajaruo. Mnajaribu kuleta mgawanyiko kati ya jamii ya Gema na jamii ya Northeastern, jamii ya Wasomali. Hii vita mnajaribu kuleta hapa, mnajaribu kucreate. Ndivyo uone kama utasurvive, ujifiche nyuma ya ukabila, urudishwe kwa kiti. Nataka kukuambia kwamba Wakenya tunakuonea 18. Na kama kuna mkabila nchi hii ni Bwana William Ruto, ambaye hata zile kazi amepeana za maparastato alipatiana kwa msingi wa ukabila. Ukiangalia hapa leo hii kama mtu anaitwa head of civil service anaitwa Felix Kosgei, KenGen CEO anaitwa Abraham Sarem, Kenya Power CEO anaitwa Joseph Sirol, Kenya Pipeline CEO anaitwa Josang, Energy and Petroleum Regulatory Agency CEO anaitwa Daniel Kipto, Kenya Nuclear Regulatory Authority Director General anaitwa James Ketel, Ketraco Company Secretary anaitwa Lydia Setinei, Kenya Ports Authority CEO anaitwa William Ruto, Kemri CEO anaitwa Elijah Sangok, New KCC CEO anaitwa Nixon Sige, NSSF CEO anaitwa David Koros, NSSF CEO anaitwa David Koros, North Rift Valley Water Works Development Agency CEO anaitwa Edwin Cheruot Rotich, National Employment Authority Chair anaitwa Vincent Kigen, Kenya Pipeline Chair anaitwa Faith Boynet, Kenya Ports Authority Chair anaitwa Caleb Kostani, Chemiriri Sugar CEO anaitwa Kipto Kiplum, Zoya Sugar MD anaitwa Ezron Kutut, NCPB CEO anaitwa John Getich, Agriculture and Food Authority Chair anaitwa Corneli Sarem, Kenya Seed Company CEO anaitwa Sami Kiprangat, Nyayo T-Zone CEO anaitwa Peter Koril, Kenya Agriculture and Livestock Research Organization CEO anaitwa Eliud K. Kiregel. Hapo kuna Mkikuyu hapo. Si mlisema Rigathi Gachagua ni mkabila. Hiyo majina yote nimetaja umesikia Mkikuyu hapo? Hiyo majina yote nimetaja hapo umesikia Mjaruo ama Mkisi ama Mkamba? Ya? Ndio tujaribu kuheshimiana. Kenya Agriculture and Livestock Research Organization anaitwa Eliud Kiregel. Kenya Meat Commission Chair anaitwa Joseph Kipto. Kenya Dairy Board CEO anaitwa Margaret Kiboji. Kenya Animal Genetics Resource Center CEO anaitwa David Kios. Export Processing Zone EPZ Chair anaitwa Mr. Richard Cheruot. Kenya National Accreditation Services CEO anaitwa Martin Chesire. Kenya National Chamber of Commerce and Industry President anaitwa Dr. Eric Ruto. National Council of People with Disability, hata sio Makarina, anaitwa Chair Elizabeth Chesang. Kiti hata mnafaa kupatia Makarina mwenye ni kiwete dunia mzima. Mnapatia mtu ambaye anaitwa Elizabeth Chesang. Na Makarina kazi yake huko ni kurukaruka huko akitusi Rigathi Gachagua akisema vile Rigathi ni mkabila. Siwaambie huyu Ruto mwenye si mkabila kupatia hiyo kiti ya disability. Anyang'anya Elizabeth Chesang. Director General of Public Investment and Portfolio Management anaitwa Lawrence Kibet. Registrar of Companies anaitwa Joyce Koech. Hapo mnasikia kama kuna jina lingine mnasikia hapo? Tukimalizia, Insurance Regulatory Authority CEO anaitwa Godfrey Kiptum. Kenya Deposit Insurance Corporation CEO anaitwa Helen Chepchumba Chepkonye. Privatization Commission CEO anaitwa Joseph Koskei. Director General of Immigration anaitwa Evelyn Cherugut. Kenya Space Agency CEO anaitwa Hilary Kepsikosgei. Kenya Post Office Savings Bank Chair anaitwa Sara, anaitwa sijui Sara nani? Korili sijui nani? Kenya Water Towers Agency anaitwa Julius Tanul. Kenya Forestry Research Institute anaitwa Joshua Cheboinyo. Wa Kenya na wauliza hapo mmesikia kama ama Wanjiko hapo? Mmesikia Njeri hapo? Tourism Regulatory Authority anaitwa CEO Norbert Taram. Kenya Tourism Board anaitwa John
Hiyo ingine hata haisomeki. Kenya Tourism Board anaitwa CEO John Chilchil. CBK Deputy Governor anaitwa Susan Koech. KPCU Chairman anaitwa Daniel Chamo. Rivertex MD anaitwa Thomas Kipugugat. KVDA Chairman anaitwa Mark Chesajon. Kenya Investment Authority MD anaitwa June Chepchekemei. Director General Kenya Urban Roads Authority Kura anaitwa Philomena Kendie. T-Board of Kenya anaitwa Wire Kei Mutai. Chamir Sugoi CEO anaitwa Kipto Kiprum. National Police Service Commission CEO anaitwa Peter Kiptanui. Kenya Tourism Board anaitwa Julius Chirichiri. Hata tukisoma hii majina yote mpaka ifike 500 utasikia Kiptanui, Chesil, Cheruot, hiyo majina ndio unasikia. Hao watu hawakupatiwa kazi na Rigathi Gachagua. Hao watu hawakupatiwa kazi na Uhuru Kenyatta. Mwenye ameajiri hao watu nimetaja hapa, hata listi ni kubwa, nimechokea katikati, ni Bwana William Ruto. Na anakuja hapa anajifanya yeye sasa ndiye ndugu mdogo wa Yesu Kristo, ambaye yeye ni mweupe kama pamba, ni mhubiri, anaita wale wengine wa kabila. Mimi nataka nikwambie William Ruto, hiyo mambo umejaribu, umeanza kutupangia kama jamii ya Gema, kutupiganisha na wale jamii zingine, ati sisi ni wa kabila, sisi ndio tuko na shida na uongozi wako. Hiyo barabara umeanza kupitia, hauta succeed. Mwisho niambia wa Kenya, acheni kulaumu sisi ati kwa sababu tulifurahia vile ambavyo Raila Amolo Odinga alianguka kiti. Mimi nataka niambie hao wabunge wa Raila Amolo Odinga wakiongozwa na Junet Mohamed, kabla urukaruka kule bungeni ukitusi watu sababu walifurahia Raila kuanguka kiti, kwanza jiita kama mkutano ujiulize kwa nini Museveni hakuchagua Raila Amolo Odinga na walienda huko kulisha ng'ombe wakiwa na William Ruto na wakatuambia kwamba wameongea na Museveni na atachagua Raila Amolo Odinga. Jiulize kwa nini Mama Samia huyu hapa Tanzania hakupigia Raila kura huko AU na William Ruto alishuka kirukaruka akituambia hata marais wote wa East Africa ameongea na wao na watapigia Raila kura. Kabla ukuje kutuletea makasiriko, ni vizuri ujiulize kwa nini Raila Amolo Odinga alitapeliwa kiti ya AU na Bwana William Ruto? Kwa nini kama marais wa bara la Afrika, marais 33 waliona ya kwamba Raila hawezi ongoza Afrika, sisi wa Kenya wa kaida ni akina nani? Sisi wa Kenya wa kaida ni akina nani? Tupinge uamuzi wa marais 33? So huyu mtu na kitu kingine mnafaa mjue ya kwamba Junet, before ukuje kukasirikia sisi tunajua Raila kama mganga kulingana na vile Ruto alituambia. Sisi tunajua Raila Amolo Odinga kama mtu wa tibu mnatiara kulingana na vile Ruto vile alituambia. Sisi tunajua Raila Amolo Odinga kama mtu hawezi ongoza hata Mnanda kulingana na vile Ruto alituambia. Sisi tunajua Raila Amolo Odinga kama mtu hawezi ongoza chochote Kenya hii, kwa vile hata ambavyo alishindwa kuongoza ODM miaka 20 hamjaishinda kiti ya urais kulingana na vile Ruto alituambia. So usikuje kukasirikia sisi, kasirikia William Ruto sababu yeye ndiye amewatapeli. Usikuje kutuletea sisi makasiriko. Unatuambia tutakuja kuona nini? Kutoka tupate uhuru katika nchi ya Kenya nini hatujaona? Unatukuja kutuambia tutakuja kuona. Hiyo mambo ya kutuzia uoga sisi hauwezi tuzie uoga. Sababu kama ni kura pia hata sisi tuko nazo. Kwani nyinyi ndio mtapiga kura peke yenu? Hata sisi tuko na kura na tutapiga. Na uamuzi itapatikana na Wakenya watajikomboa. Na hii safari ya kujikomboa kama wananchi wa jamhuri, hakuna mahali tunahitaji Junet Mohamed. Hakuna mahali tunahitaji hao wabunge wachache wako na upuzi. Hao wanarukaruka hapo, wana reason kama watu wajinga wakisema ya kwamba watapigia Ruto kura si kwa sababu ya maendeleo, si kwa sababu amesaidia Kenya, lakini watampigia kura ndivyo sisi kama jamii ya Gema tusikie uchungu. Sasa hiyo very fake and stupid reasoning. Nitachukua swali kama kuna moja ama mbili, alafu kisha tutamalizia hapo.